Ulikutawaje sasa ukajikuta umeshafika da? Yaani ndio kama vile kushawishi. Kama kweli na mimi nimesikiliza mpaka leo hii niko kuna teseka. Ushawishiwaje? Kwanza nitoka shuleni. Kaanza kuongelea mada, ameongelea wewe. Sasa nikashawishika na mimi kuja huku. Kwa niliposhawishika na mimi nilitoroka nao mpaka leo hii ndio niko nateseka huku. Mwenyewe alikuwa na namna ya kurudi kwao kwa sababu alitoroka na hela kwao. Mwenyewe asharudi mimi ndo bado nateseka huku. Kwa hiyo ulitoroka ulikuwa huna nauli, kwa hiyo sasa hivi unatamani kurudi nyumbani. Tangu umetoroka mama hajakutafuta wala nini? Hapa napojua yuko ananitafuta sana. Sababu nataka nikaendelee shule maana niko darasa la 7. Kwa ajili ya mtihani hapo unakuja. Kwa kunitafuta kusema penyewe kwa sana. Unatamani nini sasa hivi? Natamani yani hata sasa hivi nipate nauli niende nyumbani. Kwa nauli unaenda nyumbani. Yaani anakimbilia mbele kwa gari niende. Kipindi hiki ambacho umekaa hapa umejifunza nini wewe kama mtu? Mimi kama mtoto nimejifunza vitu vingi. Na ninachowashauri walioko majumbani, sija akashawishika kwa namna yoyote. Maana katika vishawishi wataona kama hivi ninavyoshuti hapa, watatamani, watajua maisha ni mazuri. Lakini huku mimi nawashauri yani wasije, wasishawishike. Huku ni kubaya sana. Ubaya gani? Hivi tunavyoongea hivi, nimenusurika mara nyingi kulawitiwa. Lakini kwa nilivyo tulipojifunza shuleni kila baada ya wiki ngapi mafana alipokuwa anakuja, nimejua njia zao na jinsi ya kuwakwepa. Kwanza mpaka sasa hivi niko salama na natafuta nauli ya kurudi nyumbani. Sasa yani unalala wapi sasa mpaka unao? Nalala hapo hivi jamii. Hapo garden. Hapo garden. Ilikuwaje mpaka ukakuta unakwepa hicho kitu? Yani ilitokea nini mpaka ukakimbia hiyo? Tulikuwa tumelala hapo garden. Sasa wakati tunanunua mfuko, ukiwa hauna hela unalala kama hivi nilivyolala na Yesu suruali fupi. Ukiwa na hela unanunua mfuko, unaingia ndani ya mfuko. Sasa nimeingia ndani ya mfuko, anavuta mfuko. Anavuta suruali, nilikuwa nimevaa ndefu. Anaivuta suruali. Kwa ndo nikashtuka hapo. Tangia hapo ndo nikagombana naye hapo. Akawa amenipiga ndo nikaondoka. Alikuwa ni mwenzako? Naye analala hapo nje. Sasa imekuwaje mpaka hujakimbia tena hapo? Kuomba tena watu wakusaidie au ni vipi? Watu kisema wasaidie, kuna baadhi ya wenzetu wavuta bangi, yani wanajishughulisha, wanajichanganya kwenye vilevi aina vyote. Kwa hiyo mtu kukusaidia yani wote anaweka kwenye kundi moja. Kwa anakuwa hawezi kukusaidia. Kwa sababu wote anaona wote ni wavuta bangi, wote ni wezi. Kwa kukusaidia kwake inakuwa ni ngumu. Ndio anakuwa acha hivyo. Mtazamaji, unaweza kuona ni namna gani ambavyo mtoto kama huyu anapitia changamoto kama hizo. Anakuambia alikutana na marafiki zake shuleni wakamshawishi waje Dar es Salaam. Akahisi kuna maisha mazuri watakuja kukutana nayo na nini, lakini anaeleza changamoto anazozipitia. Inaumiza sana. Sasa imagine huyu ni mdogo kiasi hiki. Leo hii anapitia changamoto hiyo ya watu wanadamu walivyokuwa wabaya, ya kutaka kulawitiwa, ya kutaka kufanyiwa vitu vya ajabu. Tutawalindaje watoto kama hawa? Ni namna ambavyo wazazi tunataka kusimama na kufanya majukumu yetu kama wazazi. Unaombi gani kwa wazazi? Mimi kwa wazazi wa Tanzania naombi moja, kama wakiguswa na hichi tulichoongea hapa, watusaidie hata nauli turudi majumbani. Kama kikiwashinda basi wawale wakubwa zetu, wadogo zetu. Ndio hivyo, wasije wakashawishika kuja huko. Ni changamoto gani ambayo inapelekea mpaka muone maisha magumu? Wewe ni mtoto wa miaka 10, unakula nyumbani, unafanya nini nyumbani? Sasa ilikuwaje ukaona kwamba na mimi niende nikatafute maisha? Kwa sababu tuna vishawishi aina nyingi. Hivyo vishawishi nilishawishika tutasomea huku, na tangia zamani ndo tangu nilikuwa nikusomea da. Lakini hivyo shawishika hivyo na mimi ndo nikawa mwepesi wa kukubali. Ndio maana nikafika huku. Lakini nimefika huku nimekaa kama siku 2 hivi 3 hivi. Nikajua kwamba maisha ya huku sio yanahitajika kurudi nyumbani.
wenyewe hiyo siku tumefika tu hivi, kesho yake wakarudi nyumbani. Kondo wakaniacha huku mpaka sasa hivi napambana nitafute nauli nirudi nyumbani. Watakaye guswa naomba tu anisaidie. Mtazamaji, mtoto huyu anatamani kurudi nyumbani kwao Mwanza. Ameona alichokuwa anakitarajia sicho hicho alichokipata. Sehemu anayolala ni maeneo ambayo ni ya hatari sana. Analala nje, analala na vijana wenzake ambao ni wakubwa wamemzidi umri. Yeye ni kijana na miaka 10 tu. Kwa wale watakaoguswa msisite kumsaidia. Yeye shida yake ni kwamba apate nauli aende shuleni. Maana alikuwa anatamani sana kwenda shule. Ndio jambo lake kubwa analolitamani. Lakini imeshindikana. Alikuwa anajua akija Dar atasoma shule nzuri, atapata maisha mazuri.